So I want us to read the scripture. Ningependa tusome maandiko. And then we share the word of God. Alafu tuweze kushiriki neno la Bwana. Leviticus chapter 6. Mambo ya Walawi sura yake ya 6. Verse 12 and 13. 12 na 13 mstari. Leviticus. Mambo 6. ya Walawi sura ya 6. 12 and 13. The Bible says, and the fire upon the altar shall be kept burning on it. It shall not be allowed to go out. The priest shall burn wood on it every morning and lay the burnt offering in order upon it. And he shall burn on it the fat of the peace offerings. Verse 13. The fire shall be burning continually upon the altar. Yes. It shall not go out. Can we read together that verse? The fire shall be burning continually upon the altar. It shall not go out. Amen. You can have your seat. Keti chini na Bwana awabariki. God bless you so much. Bwana awabariki sana. So this morning, kwa hivyo asubuhi ya leo, we want to talk about how to sustain the blessings of God. Tungependa kuzungumzia ama kuongea kuhusu jinsi tunaweza dumisha baraka zake Mungu. How to sustain the blessings of God. Jinsi ya kudumisha baraka zake Mungu. So when you hear God speaking like this, wakati unasikia Mungu akiongea namna hii, it means you are blessed. Inamaanisha kwamba umebarikiwa. You are already blessed. Tayari umebarikiwa. And now God is teaching us. Na sasa Mungu anatufunza how to remain blessed. Jinsi ya kuendelea kudumu kama tumebarikiwa. Now the question is, swali kuu ni, can you be blessed today? Unaweza barikiwa leo and tomorrow you lose the blessings? Alafu kesho ukose zile baraka? Uliza your neighbor. Yeah, ask your neighbor. Can you be blessed today? Unaweza barikiwa leo and tomorrow those blessings get lost? Alafu kesho unajipata una zile baraka? Is it possible? Je, inawezekana? Anasema aje? What are they saying? Is it possible? Inawezekana Kuna wengine hawako sure. Yeah, there are some who are not sure. Now, we want to teach. Tungependa tufunze. Because it's very important. Kwa sababu jambo hili na umuhimu. For you to understand this. Iposa tuelewa haya mambo. Number one, we have an enemy. Jambo la kwanza tunaye adui. The Bible says, le inasema, his mission kazi yake is to do what? Ni kufanya nini? John 10:10. Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Is to do what? Kufanya nini? The thief cometh to do what? Mwizi anakuja kufanya nini? The thief comes only in order to do what? Anakuja kufanya nini? What is he stealing? Anaiba nini? What is he stealing? Anaiba nini? The devil cannot steal bad things. Ya, shetani hawezi iba vitu vizuri. The enemy comes to steal the good things. Anakuja kuiba vile vitu mzuri. What are the good things? Na hizo vitu mzuri ni gani? They are the blessings of God. Ni baraka ambazo Mungu amekupatia. So when he comes to steal, kwa hivyo anapokuja kuiba, he kill, pia anaua, and then he does what? Na anaangamiza. He destroys. Anaangamiza. So that is a mission. Na hiyo ndio kazi of the devil. Ya shetani. And we are his enemies. Na sisi ni maadui wake. Because he hates us. Kwa sababu anatuchukia sana. Even the way you hear him talking about Job. Hata unaposikiza vile anaongea kuhusu Ayubu. I think it's Job 1:9. Katika sura ya Ayubu see how the devil is bitter. Angalia vile shetani yako naongea kwa uchungu. Job is blessed. Wakati Ayubu amebarikiwa. Job 1:9. Na mstari wa 9. Job 1. Ayubu sura ya kwanza na mstari wa 9. Then Satan answered the Lord. Does Job reverently fear God for nothing? Sikia hiyo swali vile anajibu. Now listen to that question. Have you not put a hedge about him and his house and all that he has on every side? Amezunguka side zote. Yeah. So anaenda hii anaona imefugwa, anaenda hii anaona imefugwa, anaenda hii anaona imefugwa. And then anasema you have conferred prosperity and happiness. Imagine the devil is not happy when you are happy. Shetani afurahi wakati unafurahi. Upon him. Juu yake. And happiness upon him in the work of his hands. Amen. And his possession have increased in the land. Kwa hivyo shetani alikuwa anaenda kuangalia. So the devil was going to inspect. When he goes today,
akienda leo, anachungulia, yeah, he looks at hawezi kugusa, he cannot touch hawezi anything, ingia. he cannot get in. Mungu ameweka mpaka. God has put a hedge. Lakini akiangalia anaona baraka. But when he looks inside, he sees Anaona blessings. Job amefurahia. He sees that Job is happy. He sees a family that is happy. Anaona familia ambayo He imefurahia. sees things expanding. Anaona mambo inaendelea kupanuka. Anaingia leo anapata Job ako na donkeys 20. He comes today and finds today Job has 20 donkeys. When he passes again, So when he comes again tomorrow, he has that one. they have increased to that He one. is very angry. Kwa hivyo anakasirika He sana. is never happy. Na hajafurahi When the people of God are blessed. wakati watu wa Mungu wamebarikiwa. But we are here to declare, Lakini tuko hapa we kutangaza shall be blessed. ya kwamba The tutabarikiwa. Bible says, La inasema, we are more than Conquerors. conquerors in Christ Jesus. sisi ni zaidi ya washindi So ndani ya what are we Kristo. conquering? Tunashinda nini? We are conquering his plans. Tunashinda mipango We yake. are continuing to increase Tunaendelea kuongezeka and to be blessed na kubarikiwa. despite all his plans. Licha ya mipango yote The yake people miovu, of God are going to be blessed. watu wa Mungu wataendelea kubarikiwa. So the devil is very angry Kwa hivyo shetani anakasirika sana because of the blessings kwa sababu ya baraka that God has blessed Job with. ambazo Mungu alikuwa amembariki But Ayubu nazo. despite this, Lakini kando na yale, God will continue to bless. Mungu aliendelea na kubariki. This year, God has already blessed you. Mwaka huu Mungu amekubariki. Shetani atachungulia The devil will look, and there is nothing he can do. hakuna kitu anaweza The fanya. Bible says Ile inasema he prepares a table ya kwamba anaandaa meza before my enemies. mbele ya adui zangu. So the enemies are watching. Kwa hivyo maadui ni kuangalia tu. They are looking. Wanaangalia. They want to take that table. Wanataka wanyakue ile meza. But as they look at the table, Lakini wanapoangalia meza, they see more food coming. wanaona chakula kinaongezeka. And you are feasting Na there. unaendelea kukula They pale. want to throw you away. Wanataka wakutupe. But the blesser of men Lakini mwenye kubariki wanadamu sustain you in that table. anakudumisha katika ile meza. Despite all your surroundings. Licha ya mambo yote imekuzunguka. So we are blessed. Kwa hivyo tumebarikiwa. Despite any plan of darkness. Licha ya mpango yote ya giza. Because we are more than conquerors in Christ Jesus. Maana sisi ni zaidi ya washindi ndani ya Kristo. Now, let me say this. Acha niseme hili. When you read Luke 4:13, Unaposoma Luka sura ya 4 na mstari wa after 13. Jesus overcame Baada ya Yesu kuweza kushinda majaribu. the three temptations, Yale majaribu matatu. the Bible says, Biblia inasema ya kwamba and when the devil had ended the complete cycle of temptation, alipomaliza kuweza kumjaribu Yesu katika kila he njia, temporarily left him. akamwondokea kwa muda. That is, he stood off from him Ya kwamba akakaa kando tu na yeye. until another more opportune and favorable time. Mpaka apate nafasi nyingine mzuri na mwafaka kabisa. So, although the devil was defeated, Japo kuwa shetani alishindwa, he did not go far. hakuenda mbali. He tried to look for opportunities Alijaribu kutafuta manafasi to come back. arudi. This is Jesus Christ. Huyu ni Yesu Kristo. And the devil is around Na shetani yako pale tu, looking for an opportunity. anatafuta nafasi. But he never got that opportunity. Lakini hiyo nafasi ya kuipata And you will tena. never get any Na opportunity in our hatawaipata lives. katika maisha When yetu. you are blessed, Wakati you umebarikiwa, are blessed. umebarikiwa. When you get married, Ukiolewa, you get married. umeolewa, When you umeoa. rise, Wakati you umeinuka, are rising. umeinuka. When you are expanding, Wakati unapanuka, you are expanding. unapanuka There is zaidi. nothing Hakuna that the kitu devil can do ambacho shetani in the anaweza name of fanya. Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. Tuaseme amina. So despite all these obstacles, Licha ya hizi vizuizi vyote, we are going to stand firm. sisi tutasimama imara. So you must know Lazima ujue how to sustain the blessings jinsi ya kudumisha hizi baraka that God gives you. ambazo Mungu anakupatia. Now, when you read 1 Samuel 10 verse 1, Wakati unasoma Samueli wa kwanza sura ya 10 na mstari wa kwanza, you see God anointing Saul. unaona ya kwamba Mungu anampaka mafuta Sauli. Then Samuel took the vial of oil and poured it on Saul's head and kissed him and said, has not the Lord anointed you to be prince over his heritage Israel? Now, God has already blessed Saul Mungu tayari amembariki Sauli and he is anointed na amepakwa mafuta to be the king of Israel. akuwe mfalme wa Israeli. But when you go to chapter 13, Lakini ukienda sura ya 13, only 3 chapters later, ni sura 3 tu ambazo tu zinapita you go pale. to verse 13. Naenda mstari wa 13. So chapter 13 verse 13. Samueli wa kwanza 13 na mstari wa 13. Verse 13. And Samuel said to Saul, you have done foolishly.
you have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Amen. Verse 14. Mstari wa 14. But now Lakini, your kingdom shall not continue. ufalme wako utaendelea. The Lord has sought out David, a man after his own heart. Mungu amemtafuta Daudi, mtu ambaye anaupenda moyo wa Mungu. And the Lord has commanded him to be prince. Na Bwana amemwamurisha kuwa mfalme. Kiti yake imeenda. The seat is gone. And rule over his people. Na atawale juu ya watu wake. Because you have not kept what the Lord commanded you. Maana hakudumisha kile ambacho Bwana alimpatia. So you see a king, unaona mfalme hapa, who is blessed, ambaye amebarikiwa. Because kingship, kwa sababu ufalme, is a blessing from God. Ni baraka kutoka kwa That's Mungu. why Samuel says, ndio maana Samuel has anasema, not the Lord anointed you? Je, Bwana si amekupaka mafuta? The Lord has anointed you. Bwana amekupaka mafuta To be prince. Ndiposa uwe It means mfalme. there is something that you have received. Inamaanisha kuna kitu ambacho that umepokea. Others do not have. Ambacho wengine hawana. And then alafu verse 13 in the first in chapter 13. Mstari wa 13 pale sura ya 13. You see the Bible says. Naona Biblia inasema that you have not kept, and someone said to Saul, you have done foolishly, you have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For Amen. the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Amen. It means he was not able to sustain those blessings. Hakuweza kudumisha zile baraka. And verse 14, you see what is happening. Kile ambacho kinafanyika. But now sasa, your kingdom shall not continue. The Lord has sought out. Bwana ametafuta. It means kiti yako tayari imeodoka. Yeah, it means that the seat is gone. And somebody has been given those blessings. And mtu mwingine amepewa zile baraka. So from that chapter, kwa hivyo kutoka kwa ile sura, everything that Saul is doing, chochote ambacho Sauli anafanya, in the kingdom, katika ufalme, he is not a prince. Yeye sio mfalme tena. He is not a king. Yeye sio mfalme tena. So you see him fighting in the battle. Kwa hivyo tunamuona anapigana in heaven. Kule mbinguni, he is not known. Hajulikani as a king. Kama mfalme. Why? Kwa nini? The kingship was already removed. Ufalme tayari ushaondolewa. But he is wearing the robes of the king. Lakini amevaa yale mavazi ya mfalme. But in heaven, lakini mbinguni, it is not known. Haijulikani. His kingship ufalme wake has shifted. Ushahamishwa. You know, you can do things. Unajua unaweza fanya vitu. But the blessings, lakini baraka, has departed from you. Ishakuondokea. You can sing. Unaweza imba. But God is not in that singing. Lakini Mungu hayuko katika ule uimbaji. Why? Kwa nini? You have lost. Tayari ushapoteza. What God gave you. Kile ambacho Mungu alikupatia. May that never be your portion. Na hiyo isiwahi kuwa sehemu yako. Ya kwamba umevaa kama mfalme. That you are wearing the robe of a king. Lakini ufalme umeondoka ndani yako. But the kingship has already left you. That you start to preach. Ya kwamba unaanza kuhubiri. But the blessings that God gave you, lakini zile baraka ambazo Mungu alikupatia, they are not with you. Haziko pamoja na wewe. So you can lose that which God has blessed you. Unaweza poteza kile ambacho Mungu amekupatia. If you don't know how to sustain them. Kama haujui jinsi ya kuidumisha. In Genesis 13 verse 5. Katika Mwanzo sura ya 13 na mstari wa 5. Genesis 13:5. Mwanzo 13 na mstari wa 5. But the Lord who went with Abraham also had flocks and herds and tents. Now the Lord was not able to nourish and support them, so they could not dwell together, for their possessions were too great for them to live together. Their possessions were too much. Mali yao ilikuwa nyingi sana. So Lot is blessed. Kwa hivyo Lutu amebarikiwa. Abraham is blessed. Na Abraham amebarikiwa. But when you go to chapter 19, lakini sasa ukienda sura ya 19, verse 30, kuanzia mstari wa 30, the Bible says, inasema, and Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain. And his two daughters with him. For he feared to dwell in Zoar. And he lived in a cave. Sasa cave ng'ombe inaweza ingia. Unaweza ishi na ng'ombe kwa pango kweli? Vitu zilienda wapi? Where did all these things go? Zilienda zote. They went all of them. He was blessed. Jamaa alikuwa amebarikiwa. He was not able to sustain those blessings. Na hakuweza kudumisha zile baraka. So people of God, kwa hivyo watu wa Mungu, God can bless you. Mungu anaweza you kukubariki. must know how to sustain the blessings of God. Lazima ujue kudumisha zile baraka za Mungu. That's why Jesus told the man whom he had healed. Ndio sababu Yesu akamwambia yule mtu ambaye aliponya. After that 8 years. Baada ya miaka 30. Go and sin no more. Enda na usitende dhambi tena. Or a worse
thing happen to you. ama jambo mbaya zaidi So he was itakufanyikia. told, you must know how to sustain this blessing. Lazima ujue jinsi ya kudumisha hizi This baraka. healing you have received, Uponyaji ambao umepata, you must know lazima ujue how to sustain it. jinsi ya It's kuidumisha. upon you. Ni juu yako. And Jesus also said Na Yesu pia akasema that when a demon leaves one person, ya kwamba pepo anapoondoka kwa mtu mmoja it goes out. anatoka So nje. this somebody is delivered. Kwa hivyo huyu mtu But anakombolewa, this demon goes out lakini huyo pepo anatoka when it nje. does not get a place Akikosa mahali ya kukaa in the desert. kule It jangwani, gathers 7 more demons. anatafuta mapepo wengine 7, They come back. wanarudi. If they get an opportunity, Wakipata nafasi they enter. And wanaingia, the person who was delivered na ule mtu ambaye alikuwa amekombolewa become worse. anakuwa So mbaya you zaidi. must protect Kwa hivyo lazima that ulinde which God has given kile you. ambacho Mungu You amekupatia. must protect Lazima ulinde that anointing. ule upako. You must protect Lazima ulinde that family. ile You familia. must protect Lazima ulinde that business. hiyo biashara. You must protect Lazima ulinde that calling. ule You wito. must protect Lazima ulinde that marriage. hiyo ndoa. You must protect Lazima ulinde that which God has kile given you. ambacho Mungu amekupatia. So you must know how to protect. Lazima ujue jinsi ya kulinda. And so today, Na kwa hivyo leo I'll teach you nitawafunza how to protect jinsi ya kulinda and sustain na kudumisha the blessings of God. baraka zake Mungu. Number 1, Jambo la kwanza, through continuous prayers. katika maombi ya kuendelea Prayers yasiyokoma. are not an event. Maombi sio tukio la siku moja, It is a lifestyle. ni namna na mtindo wa maisha. There are people who praise Kuna watu ambao wanasifu like the way you are praying for 21 days. ama wanaomba kwa vile tuliomba siku Then after 21, 21 days, alafu baada ya ile siku they 21 don't pray again. hawaombi They say, you tena. know, we prayed in church Unajua tuliomba sana for kanisani 21 days. siku Now 21. is the time to relax. Sasa ni wakati wa We wait kupumzika. until they call again. Tungojee mpaka waitane tena. Prayers is continuous. Maombi ni jambo la kuendelea. Ephesians 6 verse 18. Waefeso 6:18. You don't cease praying. Tusikome kuomba. Pray at all times. Ombeni nyakati zote. On every occasion. Katika kila hafla, In every season. pia katika kila majira, In the spirit. ndani ya roho, With all manner of prayer na kila aina ya maombi, and entreaty. na kila aina ya To maombi. that end, keep alert and watch with strong purpose Tuweze kuwa tuko macho na tuweze kuwa na kusudi, and perseverance, na pia tuvumilie, interceding in behalf of all the saints. tukiwa na uombezi katika wateule wote. So Paul is saying, Paulo anasema hivi pray at all ya times. kwamba tuombe wakati wote. We don't have a time to pray Hatuna muda ambao ni wa kuomba and a time to relax. na mwingine ambao ni wa kupumzika. All time Wakati wote is a time to ni pray. wakati wa kuomba. I want you to sustain your prayer life. Nataka udumishe maisha I want yako ya you to maombi. keep your fire burning Nataka uendeleze moto wako, because your blessings kwa maana baraka are zako sustained through zinazodumishwa those prayers. katika yale maombi. It's very Ni important. jambo la muhimu sana. When you read Matthew 14 Wakati unasoma Mathayo 14 verse 20 mstari wa 20 to 23, mpaka 23. Matthew 14 Mathayo 14 20 to 23. 20 mpaka 23. And they all ate and were satisfied. And they picked up 12 small hard baskets full of broken pieces of leftover. Amen. 21. And those who ate were about 5,000 men, not including women and children. Then he directed the disciples to go into the boat and go before him to the other side, where he sent away the crowds. 23. 23. And after he had dismissed the multitude, he went up into the hills by himself to pray. Amen. When it was evening, Hata he ilifika was still there alone. Alibaki pale peke yake. So Jesus has already performed a miracle. Yesu tayari ametenda muujiza. 5,000 men have eaten. Wanaume 5,000 wameshiba. They are talking about him. Wanaongea kuhusu They are yeye. saying, we have never seen this one. Wanasema hii hatujawahi ona. That 5 loaves Ya kwamba mikate 5 and 2 fish. na samaki 2. Wanaulizana, wewe umeshiba? Are you satisfied? Are you Wanasema, full? mimi nimeshiba kabisa. Sema, I am so much full in Mpaka the stomach. nikabakisha. Until I had a It leftover. was a miracle of the day. Ulikuwa ni muujiza wa hiyo Something that siku. has never happened. Kitu ambacho hakijawahi You know, fanyika. when we see such a victory, Unajua ukiona ushindi kama we would ule, want to relax. ungependa sana Na utulie. tukae karibu na mahali watu wanaongea. And you
you stay near where people are talking. Unauliza mlijua ni mikate 5 tu? And you are asking them, do you know it was only 5? Na samaki wawili. And only 2 fish. Have you ever seen this? Wewe ushaiona hii jambo? But Jesus, Lakini Yesu, after that miracle, baada ule muujiza, he goes to the mountain. anapanda mlimani. Because you need to sustain Kwa sababu inabidi the udumishe power of God nguvu ya Mungu that is working in your life. ambayo inafanya kazi You ndani ya must maisha keep yako. the fire burning. Lazima moto ukae umewaka. Kuna watu wanabarikiwa wanakaa chini. There are people who are blessed and they sit down. God bless you with marriage. Mungu anakubariki na ndoa. Unasema ile mambo nimewabea sasa imefika. And you say everything I prayed for is here. Sasa ni kuketi chini Now it's sitting down and enjoy the blessings. na nifurahie zile baraka. Blessings are sustained through prayers. Baraka zinadumishwa katika maombi. The fact that you are blessed, Hali ya kwamba umebarikiwa, it means you have to sustain those blessings. inamaanisha kwamba udumishe zile baraka. So Jesus goes to the Kwa mountain. hivyo Yesu anaenda mlimani. After that great miracle, Baada ya muujiza mkubwa he zaidi, is in the mountain ako mlimani praying. akiomba. When you read Luke 5, Unaposoma Luka 5 verse 5, na mstari wa 5, Luke 5, Luka sura ya 5 verse 5. na mstari wake wa And 5, Simon Peter answered, Master, we Simeon thought all akamjibu. night and caught nothing. But on the ground of your word I will lower. I want us first of all to read Mark 1:30. acha turudi kwanza kwa Mark. Before you go there, Mark Tuende kwa Luka. chapter 1 verse 30. Marko sura ya kwanza mstari wa 30. Now Simon's mother-in-law had for some time been lying sick with a fever, and at once they told him about her, that one. And he went up to her and took her by the hand and raised her up, and the fever left her, and she began to wait on them. Verse 32. Now, when it was evening after the sun had set, they brought to him all who were sick and those under the power of demons, until the whole town was gathered together about the door. He cured many who were afflicted with various sicknesses, and he drove out many demons, but would not allow the demons to talk because they knew him. And in the morning, long before daylight, he got up and went out to a deserted place, and there he prayed. So this is the Son of Jesus Christ. Huyu ni Yesu Kristo. He has performed miracles. Amefanya miujiza Many mingi. people have been healed. Watu wengi wamepona. Many people have been delivered. Watu wengi The wamekombolewa. whole village Kijiji is kizima talking about the miracles. inaongea kuhusu The miujiza. whole village Kijiji is kizima happy kinafurahi because of the blessings kwa sababu ya that baraka are happening there. ambazo zinafanyika pale. But Jesus Lakini Yesu retreats. anarudi mahali. Where does he go? Anaenda wapi? He go to the mountain. Anaenda mlimani. The Bible says he got up Biblia inasema kwamba akaamka long before daylight kabla hata machweo to a kupambazuka. deserted place, Akaenda mahali ya and pa there upweke he prayed. na akaomba. This is Jesus. Huyu ni Yesu. He was sustaining his power Alikuwa anadumisha nguvu through yake prayers. katika maombi. People of God, Watu wa Mungu, we don't have break for prayers. hatuna wakati wa mapumziko ya maombi. We don't have prayer holiday. Hatuna hata siku kuu za maombi. Every day Kila siku is a prayer day. ni siku ya kuomba. Every time Kila is wakati a prayer ni time. wakati wa maombi. During the day, Katika mchana pray. omba. You see Jesus praying during the day, Unaona Yesu anaomba mchana, praying at night, anaomba usiku, praying very early in the morning. anaomba asubuhi So sana. all the times he's praying. Kwa hivyo wakati wote anaomba. You sustain the blessings of God through prayers. Unadumisha baraka za Mungu And not kupitia just kwa maombi. prayers. Na sio maombi tu. Continuous prayers. Ni maombi ambayo That's yasiyokoma. how you sustain Hivyo ndio unadumisha the blessings of God. baraka zake Mungu. First Thessalonians 5:17. Wathesaloniko wa kwanza It says, pray without ceasing. sura ya 5:17 nasema kwamba tuombe bila kukoma. Be unceasing in prayer. Tusikomeshe maombi. Be unceasing in prayer. You know, let me tell you, Acha niwaambie people of God, watu wa Mungu, the blessings that God has given you, baraka ambazo Mungu they will be amekupatia sustained through prayers. zitadumishwa katika maombi. Become a prayer warrior. Kuwa muombezi ama mtu ambaye ni wa kuomba wa nguvu. Somebody who is powerful Mtu ambaye ako na in nguvu prayer katika will maombi remain powerful atabakia wa in nguvu his life. katika maisha yake. Hallelujah. Amen. Seek Tafuta among any other thing kati ya vitu vyote to be deep
ukae ndani in your prayers. katika maombi yako, Because it's through your kwa prayers sababu ni katika maombi that yako blessings are released ya kwamba baraka and zinaachiliwa blessings are sustained. na baraka zinadumishwa. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, Ambia jirani, through prayers kupitia kwa maombi you shall be sustained. utaweza kudumishwa. Through prayers Kupitia kwa maombi your blessings baraka are zako going to be sustained. zitadumishwa. Through prayers Kupitia kwa your maombi business biashara is going to yako be sustained. itadumishwa. Through prayers Katika maombi your marriage ndoa yako will be sustained. itadumishwa. So ukisikia unaanza kukosa maombi ndani yako, So when you feel that you are losing the touch of prayer in your life, you know that you are losing the blessings of God. jua ya kwamba unaanza kupoteza baraka zake You are Mungu. opening a door for the devil Unafungulia shetani to mlango come in, aingie, and he is a thief. na yeye ni mwizi. Samson opened a door for him. Samsoni akafungulia He shetani mlango, came, he aliingia took his anointing. akachukua upako wake. Esau opened a door for him. Esau akamfungulia, He came, he akaingia, took his birthright. akachukua baraka We zake. cannot afford to open a door for the devil. Hatuwezi mudu kufungulia We shetani must mlango. remain alert. Lazima tubakie macho. Despite all these blessings, Licha ya baraka hizi zote, we must continue lazima in tuendelee the place of prayer. katika nafasi ya maombi. We pray during the day, Tutaomba mchana, we pray at night, tutaomba jioni, we pray in the morning, tutaomba asubuhi, we pray at midnight, tutaomba masaa ya we mchana pray usiku, at noon. tutaomba masaa ya mchana. All time Wakati is wote a time of prayer. ni wakati wa maombi. Hallelujah. Praise the Lord. Tell your neighbor, pray without ceasing. Ambia jirani yako, omba bila kukoma. It is how you pray Ni vile unavyoomba that determines ambayo itaamua how your blessings are sustained. vile baraka zako zitaendelea Because kudumu, God can give you blessings, kwa sababu Mungu anaweza akakupatia but you baraka are not able to sustain na them. wewe huwezi ukazidumisha. Number 2, Jambo la pili, continuous dedication to God. kuendelea kujitoa mbele zake Mungu. So number 1, we say praying without ceasing, Jambo la kwanza tumesema or kuomba bila kukoma continuous prayers. ama maombi yasiyokoma. Number 2, Alafu jambo la pili, continuous dedication to God. kuendelea kujitolea mbele zake Mungu. Now, when you read Leviticus Unaposoma mambo ya Walawi 6:13, sura ya 6 na mstari wa the 13 Bible says na inasema that the fire ya kwamba moto should never stop burning. usiwahi koma kuwaka, It should continue burning. moto uendelee kuwaka. What does it mean? Inamaanisha It nini? means an endless devotion, Inamaanisha kujitolea ambako hakuishi, endless worship. ni ibada ambayo haifiki mwisho. It means spiritual alertness. Inamaanisha kwamba uko macho rohoni. It means dwelling in the perpetual presence of God. Inamaanisha ukae katika uwepo wa Mungu, Because when God appeared to Moses, kwa sababu wakati Mungu he alimtokelezea kwa appeared Musa, to him as in a burning bush. alikuja kwake kama kichaka kinachowaka So moto, he appeared as fire. alikuja kama moto. So when you see the fire burning, Kwa hivyo akiona moto we see unachomeka, the presence of God. anaona uwepo wa Mungu. There's another scripture that says that God is a consuming fire. Kuna maandiko ambayo inasema kwamba Mungu ni moto So ulao. when you see fire, Kwa hivyo ukiona moto you see God. unaona Mungu. So when you keep the fire burning, Kwa hivyo ukidumisha it moto means you keep the presence of God in you. inamaanisha uwepo wa Mungu unaendelea kuwa ndani Now, yako. when Saul was anointed, Sauli wakati alipakwa the mafuta, Bible says Biblia inasema in chapter 10 verse 7, katika sura ya 10 na mstari wa 7, 1 Samuel 10:7, you shall not go out from 1 Samuel. 1 Samuel, Samueli wa kwanza 10:7. when these signs meet you, do whatever you find to be done, for God is with you. Verse Amen. 8, Mstari wa 8, you shall go down before me to Gilgal, and behold, I will come down to you to offer burnt offerings and to sacrifice peace offerings. You shall wait 7 days until I come to you and show you what you shall do. Now, when God anointed Saul wakati Mungu anampaka mafuta Sauli through Samuel, kupitia kwa Samueli, after he is anointed baada ya kupakwa in mafuta verse 1, katika sura ya kwanza, then in verse 7, sasa mstari wa he is 7 told, anaambiwa go to Gilgal. enda kule Gilgal. Where is Gilgal? Gilgal iko wapi? What is in Na ni Gilgal? nini ambayo iko There is Gilgal? an altar. Pale kuna madhabahu. So he is told Kwa hivyo anaambiwa
The one who has anointed you, ule ambaye amekupaka mafuta, meet him at the altar. patana naye katika madhabahu, Because you need him kwa sababu in unamhitaji this journey of kingship. katika hii safari ya It ufalme. is at that altar Ni katika yale that madhabahu you are going to be released ambao utaachiliwa and become great. na ukuwe mtu mkuu. That's why he is told, Ndio maana it anaambiwa is at the altar ni kwamba ni katika madhabahu that you shall be told ambao utaambiwa what to do. kile cha kufanya. You don't use your anointing Usitumie upako to decide wako what to do. kuamua kile It ambacho is at utafanya. the altar Ni katika madhabahu where you are influenced, ambapo ushawishi wako, where you are released mahali ambao to unaachiliwa go and succeed. uende ufaulu. And he was told, Na you akaambiwa don't pass by the altar. usipitie tu kwa madhabahu, You go and wait there enda usubiri for pale 7 days. kwa siku 7. What are you doing at the altar? Unafanya nini kwa You are madhabahu? in the presence of Uko God katika uwepo wa for Mungu 7 days. kwa siku 7. Why are you not in a hurry? Mbona una haraka? Because in the presence of Kwa God, maana mbele ya uwepo wa that is Mungu where we get strength. hapa ndio tunapata So he nguvu. was told, go there Kwa hivyo akaambiwa enda pale and wait there. na usubiri It pale. means devotion to God. Inamaanisha kuwe na ibada na Every ushirika day na you Mungu. wake up, Kila asubuhi you unaamka, worship God of the altar. unaabudu Mungu wa madhabahu. Every day you see, Kila siku you sit before the Lord. unakaa mbele za Bwana. You are devoted to Him, Umejitolea the kwake. God of the altar. Mungu wa madhabahu. You wait there for 7 days. Umngojee pale siku And 7. Saul was obedient. Na Sauli akawa mtiifu. For 7 days, Kwa siku he 7 was there akawa pale. because he was waiting Kwa maana alikuwa to be anasubiri released aachiliwe with this anointing. na huu upako. When he goes with this anointing, Akienda na upako he is going to do exploits. atafanya mambo makubwa. And after 7 days, Na baada ya siku he 7 was released. akaachiliwa. But in chapter 13, Lakini sasa sura ya from 13 verse 8, kuanzia mstari wa 8, verse 13:8. Saul waited 7 days according to the set time Samuel had appointed. But Samuel had not come to Gilgal. The same place. hii ni mbali pale pale Mahali pale. baraka yako ilitoka. Where the blessing came That from. is why it shall be sustained. Hapo ndio itadumishwa. He was released. Akaachiliwa He was commissioned na akapewa at kazi Gilgal. pale Gilgal. And Samuel is telling him, Na Samueli at anamwambia Gilgal, pale Gilgal we meet again Tupatane mara before you nyingine. go to any battle. kabla uende vita And yote. when you go there, Na tukipatana you don't pale, go there in a hurry. Usiwe na It mbio. is devotion to God. Ni wakati wa ushirika na You Mungu. sit there. Uketi You pale. stay there Ukae for pale 7 days. kwa siku 7. And the Bible says, Biblia inasema Saul waited 7 days Sauli akasubiri siku 7 according to the set time Samuel had appointed. kulingana na ule muda ambao Sauli alikuwa But Samueli alikuwa Samuel ameweka. had not come to Gilgal. Lakini Samueli bado hakuwa amefika And Gilgal. the people were scattering from Na Saul. watu wakaanza kutoroka wakitoka kwa Sauli. So Saul said, Kwa hiyo Sauli akasema, bring me the burnt offering. niletee sadaka ya kuteketeza. Ile siku ya kwanza The first day hakuitisha hii. he did not ask for this. Alikuwa mtu mzuri He sana. was a very good guy. Anagojea. He was waiting. Anajua hapa He knew baraka yangu iko my hapa. blessings are So here. anagojea. So he was waiting. Ile mafuta The amewekwa anointing ianze kufanya it kazi. can start working. Your anointing, Upako wako, your power, nguvu your zako exploit na ukuu wako can only be manifested unaweza dhihirika from the altar, kutoka kwa madhabahu, not outside the sio altar. kando na So madhabahu. despite the anointing, Kwa hivyo kando na he was upako, told, akaambiwa whatever you are going to do chochote utafanya must come from the altar. lazima itoke kwa madhabahu. The ordination Upako is coming from the lazima altar. utoke katika mafuta. So this time he said, madhabahu. bring me the burnt offering Sasa yeye akasema nileteeni ile sadaka ya and the kuteketezwa peace offerings. na sadaka ya amani, And he offered the burnt offering, na akatoa ile sadaka ya which he kuteketezwa was forbidden to do. ambaye alikuwa amekatazwa kufanya. Lakini anasema mimi ni mfalme. But he said, you know, I am a king. I'm the king now. Mimi sasa ni mfalme. I can do anything. Naweza fanya chochote. And just as he finished offering the burnt offering, Na alipokuwa anamalizia kuteketeza ile sadaka, behold, Samuel came. tazama Samueli akaja. Saul went out to meet and greet him. Na Sauli akatoka kwenda kumpokea na kumsalimia. Samuel said, Samueli what akamuuliza, have you done? je, umefanya nini? Saul said, Sauli akasema, because I saw the people were scattering from me, kwa sababu niliona watu wananitoroka and that you did not come within the 7 na days, wewe hukufika katika hii siku 7. and that the Philistines were assembled at Na Michmash. ukiona Wafilisti wameanza kujipanga kule I Mishma, thought nikafikiria the Philistines will come down now upon me. Wafilisti watanijia
to Gilgal, pale Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. na bado sijatoa sadaka kwa Bwana. So I forced myself Kwa hivyo nikajilazimisha to offer a burnt offering. nitoe sadaka ya kuteketeza. Unajilazimisha aje kufanya maovu? Why are you forcing to do the wrong things? Verse 13. Mstari wa 13. And Samuel said to Saul, Sauli you akamwambia have Sauli, done foolishly. ya kwamba umefanya jambo You la have not upumbavu. kept the commandment of the Lord your God, Haujaweka amri ya Bwana Mungu wako which he commanded you. ambayo alikuamrisha. For the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Maana Mungu angeweka ufalme huu mikononi mwako But milele. now, Lakini your sasa kingdom ufalme shall wako not continue. hautaendelea. I pray that this should never be your portion. Naomba hii isiwahi kuwa sehemu yako. Whatever God has blessed you, Chochote ambacho Mungu God amekubariki shall nacho, sustain it. Mungu atakidumisha. God is a sustainer. Mungu ni mdumisha. As Lot was losing his blessing, Vile Lot alikuwa anapoteza baraka zake, Abraham was becoming great Abraham akaendelea kuwa mkuu because he knew kwa sababu how alijua to preserve jinsi ya the kudumisha blessings of God. baraka zake So Mungu. this man, Kwa hivyo huyu when he mtu, was starting, wakati he alikuwa was anaanza, devoted to God. alikuwa mtu He amejitolea kwa could Mungu. wait at the altar Angesubiri katika for madhabahu 7 days. kwa siku But 7. when now he is blessed, Lakini sasa anapobarikiwa 7 days are too much. siku 7 zinakuwa He nyingi sana. is in a hurry. Ako katika He haraka, is ready to do things ako tayari that kufanya is not mambo allowed to do. ambayo He haruhusiwi is not kuyafanya. ready to hear anything Hayuko tayari kusikiza mtu because he yoyote has the blessings. kwa sababu alikuwa na baraka Let me tayari. tell you, Acha niwaambie, the altar that blessed you madhabahu ambayo is ilikubariki the altar that's going to sustain ni you. madhabahu ambayo Where itakudumisha. you get your blessings Mahali ulipata baraka is zako where they are going to be ni sustained. mahali pale ambazo If God zitadumisha. blesses you, Mungu akikubariki it's only Him ni yeye tu who can sustain those ambaye anaweza blessings. dumisha zile baraka. So never run away from Kwa Him. hivyo usimtoroke huyu Mungu. Remain devoted in Him. Bakia mbele yake. There is no other way. Hakuna njia badala. There are people who are blessed, Kuna watu ambao wamebarikiwa, but when God blesses them, lakini Mungu akiwabariki they become too much, wanakuwa zaidi, too big wanakuwa for wakubwa God. mbele yake Mungu. 7 days Siku 7 is too much. ni nyingi sana. Being there Kukuwa for pale 7 days siku 7 is too much. ni nyingi I sana. cannot wait. Siwezi ngojea. I can do it myself. Naweza jifanyia They mambo. become careless Na wanakuwa hawajali because they tena are blessed. kwa sababu wamebarikiwa. Let me tell you, Acha niwaambie, where you are blessed, mahali ambapo who umebarikiwa, blesses you ule ambaye is the one anakubariki, who sustains those yule ambaye blessings. anadumisha zile baraka. Remain devoted to Him. Endelea kukuwa na ushirika na yeye. Hallelujah. Amen. There are people Kuna watu who are very serious, ambao wanamaanisha committed katika before kujitolea the blessings come. mbele kabla baraka zije. Unakuja katikati ya wiki, You've come in the mid they are here before time. wanafika hapa saa Unakuja 10. ibada, You come on walifika service, kitambo. they came here at 6. Wait until the blessings come. Ngoja jamaa abarikiwe. You call them on Wednesday. Unawaita They Jumatano. tell you, you know, today I had a busy day. Ya leo schedule ilikuwa I'm just nyingi. relaxing in my house, Sasa natulia tu kwa nyumba. watching the news. Ya niangalie I want to kanzu. know how the world is. Nijue dunia iko namna gani. Then on Sunday, Alafu sasa Jumapili, ibada ya saa 3 yeah, the service that starts at 9. anafika saa 5. Yeah, he comes here at 11. You know, I landed yesterday from Dubai. Unajua jana ndio nimetua kutoka We Dubai. had continuous meetings. Na tulikuwa na mfululizo wa Despite mikutano. those continuous meetings, Na kando na hii mikutano yote, remain dedicated to God. bakia umejitolea mbele zake There Mungu. is nothing Hakuna kitu that can replace ambayo inaweza the Lord kuondoa God who has blessed you. baraka za Mungu ambayo amekupatia. I was telling people that there was a lady we prayed for her Kwa naelezea watu kuhusu dada mmoja ambaye to get a tulimwombea husband. apate mume. And we were in one prayer group. Na tulikuwa kikundi kimoja cha maombi. And we used to pray from 10 to 11 Na tulikuwa tunaomba saa 4 mpaka saa 5 at night. usiku. Then after some years, Na baada ya miaka kadhaa we are calling people to pray. tunaita watu waombe. Anatuma message. And she sends a message. Sema, today Sema leo you will not find me hamutanipata in the group. katika kikundi. I'm taking care of my husband. Nashughulikia mume wangu. Tunauliza hey. Hey. Saa 4. After we meet every week. Kila wiki Then the tunakutana. following week. Wiki ingine. Today, Leo when you don't find me, kama hutanipata we are tena, having a family discussion. tuko na mazungumzo ya kifamilia. At 10. Saa 4 Ile usiku. ilikuwa ya Mungu. That used to be God's time. Another time. Nasa wiki You will ingine. not find me. Leo hamutaniona We are samani. coming home Tunarudi nyumbani from the village. kutoka kijijini. Now it means that hii baraka yako umepata It means this blessing imekuwa kizuizi. it has become a Let your stumbling block. blessings Acha baraka never zako come between you and God. zisisimame katikati yako na Mungu. Remain focused. Wewe bakia kama Because when umemakinika. God blesses
blesses Kwa you, maana Mungu he akikubariki, means to bless you. yeye anamaanisha He kukubariki. told Saul, Akaambia Sauli, I blessed you, and nilikubariki I wanted this kingdom na nilipenda sana to ufalme huu remain in your family, ubakie katika familia but yetu, you have lost it. lakini umepoteza. Why? Kwa nini? You are not dedicated Wewe uko to the umejitolea one who has blessed you. kwa yule ambaye amekubariki. But I pray from this altar, Lakini naomba katika may haya your madhabahu, blessings be sustained. baraka zako Mungu azidumishe. Hallelujah. Amen. May that victory be sustained. Na ule ushindi ambao uko nao Mungu audumishe. Hallelujah. Amen. May that job be Na sustained. ile kazi Mungu aidumishe. Hii mwaka tunatagaza This year we declare hii roho ya umebarikiwa leo, the spirit that you are blessed today, kesho uko chini, and tomorrow you are down, and then unainuka kidogo, and then you rise up a little unaenda bit, chini then you tena, dive again unainuka down, tena, then you rise up unaenda again, chini then you tena. dive down again. Tunakataa hiyo pepo katika jina la we Yesu refuse that Kristo. kind of spirit We in Jesus' declare name. when you are blessed, Tunatangaza ukibarikiwa, you shall be blessed. hakika utakuwa umebarikiwa. Prophesy to your neighbor. My neighbor, I Tabiria declare to jirani you yako na kuombea this year in the jirani. name of Jesus, Mwaka huu katika jina la Yesu, the blessings of God baraka zake are Mungu going to be sustained in your life. zitadumishwa katika maisha yako. Hallelujah. Praise the Lord. When you are blessed, you are blessed. Barikiwa, umebarikiwa. When you say I am blessed, Ukisema kwamba nimebarikiwa, I've been promoted ya in my kwamba place, nimepewa cheo na madaraka the next kazini, thing you will say, ile kitu kingine utasema, I have been promoted again. nimepewa to the madaraka next mengine. level. Nimepewa cheo kingine. Hatutasikia ya kwamba unajua kuna mambo ilitokea hapo kazini. Yeah, Hiyo mambo ikitokea hapo kazini, sio wewe kwenda chini, ni wewe kwenda juu. Our God is able to sustain those blessings. Mungu wetu anaweza dumisha hizo baraka Katika jina la Yesu name of Kristo. Jesus Christ. When God gives you a business, Mungu akikupatia biashara, regardless whether you are selling 2 cabbages, licha kama unauza hata cabbage mbili tu, because God can bless you in anything. kwa sababu Mungu anaweza kubariki na It chochote, doesn't matter what you are doing. haijalishi nini ambayo unafanya. When God, the hand of God is upon you, Wakati mkono wa Mungu uko juu a yako, cabbage cabbage can bring forth inaweza leta a supermarket. supermarket. It Amen. matters who is with you. Inajalisha sana ni nani ambaye ako na wewe. Hallelujah. Amen. So one cabbage. Kwa hivyo cabbage moja, Unajua mimi nimeshaiuza cabbage. very true, true story. I sold cabbage. Mchungaji ameuza cabbage sana. Somebody rent me 500. Mtu akanipatia 1500 And I went, I bought some na cabbages. nikanunua cabbage And then kadhaa I put them there. na nikaziweka mahali. The first day, Siku ya kwanza I was left with 5. nikabaki na 5, I cooked 1. nikapika moja So there were 4. nikabaki We 4. continued. Hiyo ni stock ya kesho. Then after 2 weeks, Baada ya wiki mbili, a man with a pickup mtu ambaye alikuwa na pickup came akakuja next to me. kando na mimi, A man who has 5 mtu cabbages. ambaye ako na cabbage So 5. customers were coming. Sasa customer They wanakuja, look at 4 cabbages wanaangalia 4 and the pickup. na wanaona pickup. Wewe utanunua wapi? Hata kama ni wewe, where would you have bought? That's how the business of cabbage ended. Hivyo ndio walinichomea biashara ya cabbage. Hallelujah. Amen. But this man Lakini huyu is the mtu one who is here. ndiye yule ako From hapa. that place, Kutoka pale God can bless people. Mungu anaweza It bariki doesn't watu. matter what it is. Haijalishi ni We nini. have the Lord who blesses people. Yeah, there is God who bless, anaye anabariki watu. Tumetoka bali. We have come from If you have never seen the hand of God at work, Hujawahi ona mkono wa Mungu ukiwa kazini. tuuliza tutakwambia. Ask, we are going This to tell hand you. of God, Huu mkono wa Mungu it picks people unaokota from watu the ash head kutoka katika mavumbi, and then picks them alafu and inawainua places them na inawaweka at the table of princes. katika meza ya wana wa wafalme. Hallelujah. Praise the Lord. Anakuweka kwa meza moja na He wafalme. puts you in the same table with kings. Wanasema wakati the princes were in school, Wanasema kwamba wakati watoto wa wafalme wako shuleni, wewe hatukukuona. we did not see you. Umetoka wapi kwa meza hii? Where have you come from in this table? Kumbe wakati the princes are in school wanajuana wenyewe. So when the sons of the kings are in school, when they are knowing Huyu one mwingine another, ako katika kwa koroga, this guy, another guy is in the mujengo. kwa mavumbi, Kwa mvumbi, ako huku. he is there. Ma princes wanasoma, And the princess wanamaliza. are learning. They finish. Wakati wanaenda kukaa kwa meza Now when they go and sit, washerekee baraka yao, So that they can Mungu celebrate anainua your mwingine hapa, God raises anamwambia another one. hata kama And hukulelewa kama even princess, if you are never brought up I like a pick prince, you and put you on that table na kuchukua na kuweza meza moja na wao, where princes are feasting. mahali ambapo wana wa They wafalme ask wanakula. you, where are you coming Kule from? wewe unatokea wapi? You shall tell them, Utawaambia, the hand of God mkono wa Bwana that
go to the ash heads Mungu ambaye and anaokota pick watu kutoka katika people mavumbi, that anainua has carried me amenibeba and put me in this table, akaniweka katika and meza, I am remaining in this na table ninabakia hapa, siondoki, because the hand that brought me kwa here maana mkono ambao ulinileta shall sustain me. utanidumisha. Hallelujah. Amen. So the hand of Kwa God hivyo mkono wa Mungu is too long ni mkubwa sana to miss you uweze kukukosa wherever you wewe. are. Mahali It ambapo can uko. pick you anywhere Inaweza kukulokota mahali and put popote you na anywhere. ikuweke mahali popote. Hallelujah. Praise the Lord. That is the hand of God we are preaching this Huu ni afternoon. mkono wa Mungu ambao tunahubiri mchana wa That is the leo. hand of God that is picking you this year Huu ndio mkono wa Mungu ambao unakuokota mwaka huu and carry you this year. na ukubebe mwaka huu. The hand Mkono that makes the legs of a man ambao unafanya miguu ya to mwanadamu run faster inakimbia mbio than a horse kuliko hata and farasi a chariot. na magari ya That farasi, those who are having ya chariots kwamba wale wako na magari and ya farasi horses, na pia wako na they mafarasi run their fastest. wanafikiria kwamba hao ndio wako na mbio, They start ahead of you. wanaanza mbele yako, But the hand of God lakini mkono wa Mungu picks this leg. unaokota hii It miguu empowers na this leg. unaitia nguvu. The legs is empowered. The hand of God picks that leg. Mkono wa Mungu unachukua hiyo miguu, Accelerate to those legs. unaongeza kasi They ya miguu overtake the horses. na wanapita They mafarasi, overtake the chariots wanapita na magari ya at the mafarasi table of feasting. katika meza ya chakula. Those with the horses Wale ambao wako na farasi and chariots, na magari they find you there. wanakupata They ushaketi, ask you, wanakuuliza we left you in the forest. si tulikuacha msituni, We had horses. tulikuwa na farasi, We had chariots. tulikuwa na magari, How did you reach here? ulifika hapa The aje? hand of God Mkono wa Bwana picked me from the forest uliniokota kule and msituni landed me here. ukaniweka hapa. Hallelujah. Praise the Lord. They don't know Hawajui that despite seeing us with these legs, ya kwamba kando na kutuona tuna hii miguu, there is the hand of God. kuna mkono wa Mungu. Tell your neighbor, Ambia jirani this yako, year the hand of God mwaka huu mkono is wa Mungu carrying me. unanibeba. So when you see me, Kwa hivyo ukiniona, it's not just me. sio mimi tu, The hand of God mkono wa is Bwana upon me. uko juu I am yangu. going to accelerate. Nitaenda kasi, Mwambie, I am going to accelerate. nitakimbia mbio I am overtaking. na ninaenda kupita. Mtu ambaye anaovertake anaongea kwa nguvu na ujasiri. Yeah, somebody is overtaking talks with a lot of Mwambie, the confidence. hand of God And tell them is that giving mkono me wa Mungu acceleration. unanipatia mwendo The wa hand kasi. of God Mkono wa is Mungu making me to overtake utanifanya kupita in the name of Jesus kwa jina la Christ. Yesu Kristo. That is the hand of God we are preaching to you. Huu ndio mkono wa Mungu ambao tunahubiria This mchana wa year. leo. Mwaka huu The things that are going to happen in our lives mambo ambayo yatafanyika maishani are mwetu going to be manifestations zitakuwa udhihirisho of the hand of God. ya mkono wake Mungu. Mkono wa Mungu ukifanya kazi unajaribu kuifanyia mahesabu inakosea. Yeah, when you try to do some mathematics for the hand that is helped by God, you make mistakes. Unajaribu kuifanya mahesabu inaenda haina answer. Yeah, you try to do mathematics, the calculation do not lead to any answer. It is not explainable. Haiwezi kaelezewa. You do things, Unajaribu kufanya even yourself, hata wewe you mwenyewe cannot explain huwezi ukaeleza, because it is the hand of kwa God. maana ni mkono wa Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. So this year, Kwa hivyo mwaka the huu hand of God mkono wa Mungu is going to be upon you. utakuwa juu yako. Amen. How can you explain Utaelezaje 99 years miaka 99 woman mwanamke who has never held a child ambaye hajawahi kumbatia and mtoto everybody knows na watu wote wanajua that she has no child ya kwamba hana mtoto and she is known na anajulikana she cannot give hawezi birth to zaa children. katika Then hiyo one kiwango. day Alafu siku moja God visited this person. Mungu anatembelea huyu mtu, He said, a time like this next year. anamwambia wakati ujao You'll be kama huu holding mwaka a ujao child. utakuwa Now, umepata how? vipi How? vipi? The man is old, Mzee the amezeeka, woman is old, mama pia there amezeeka, is no way. hakuna njia. But how it happened? Lakini vile ilifanyika The appointed time, wakati wa Mungu, mtoto alisikia akilia. the child was heard Watu crying, wakiulizana mtoto analia wapi? and people asking where is the child Wakasema ni crying kama from? ni kwa Abraham mtoto analia. They are saying that is in the house of Abraham a child is crying. Wakasema kama ni kwa Abraham, If it is in the house of Abraham, lazima kuna mgeni ameingia then huko. there must be a young lady who has come Wakasema as a twende visitor. tuangalie. Akasema let us go and Wakati see. walienda kuangalia, When they went and looked at, wakapata Saradi ameshika they mtoto. found Sarah is the one holding the child. Wakamuuliza Sara, mtoto ametoka wapi? Sarah, where did you get the Akaambia child from? huu ni mkono wa Bwana. She said it is the What hand of men God. cannot do, Kile ambacho mwanadamu our anakifanya, God can do it. Mungu wetu anaweza kifanya. Hallelujah. Praise the Lord. What men can do, Kile ambacho wanadamu anaweza, God Mungu can do greater, Mungu anaweza fanya zaidi, bigger,
kubwa and in a way that you cannot na explain. kwa njia ambao haina maelezo ya That mwanadamu. is what we have come to bring to you. Na hiki ndicho ambacho There is tumewaletea. what men can do, Kuna kile wanadamu but there wanaweza, is what God can do. lakini kuna kile ambacho Mungu What we are anaweza fanya. proclaiming here Kile ambacho is tunatangaza what hapa God ni kile ambacho Mungu himself mwenyewe can do. anaweza fanya, That a man a whole night ya kwamba mtu usiku mzima toils, it works very hard, anafanya kazi kwa bidii, and in the morning lakini asubuhi there is no fish. hakuna samaki. And then Jesus comes. Na Yesu anakuja, He says, namuuliza, bring your boat. leta mashua After yako. using the boat, Baada ya kutumia hii mashua, take this boat, chukua hii mashua, throw your net, tupa nyavu you are going zako, to get fish. utapata samaki. Peter says, Petero anasema I don't understand. sielewi, The whole night usiku mzima I got nothing. sikupata Now kitu. you are telling me to throw the Sasa net. unaniambia nitupe nyavu. Where are the fish? Kwani samaki wanapatikana wapi? But he said, because you have said, Lakini nakwambia sababu I'm umesema, throwing. mimi When nitatupa he nyavu. threw the net, Wakati alitupa nyavu, the Bible says, Biblia inasema, those nets ile that could nyavu not catch anything, ambazo hazikuweza the kupata whole kitu night, usiku with the kucha, hand of God, mkono wa they Mungu were loaded with the fish. ukaweza kujaza That samaki boat started sinking. mpaka mashua ikaanza They called kuzama. another boat. Wakaita It nyingine, was filled with the fish. ikajazwa The samaki. two boats started sinking. Bado zote mbili zikaanza kuzama. Until watu Mpaka wakaulizana, people ask je, themselves, kwani umepata strategy mpya? kwani hii ni mbinu mpya ambayo uko nayo? Samaki wametoka wapi? Where did the fish come from? Tumewatafuta usiku mzima. We have told for the whole night. Peter akawaambia, Petero akawaambia, there is somebody kuna who mtu has entered in this place. ambaye ameingia mahali hapa. Somebody has entered in this Mtu boat. amekuja mahali hapa. Somebody has released his Kuna mtu word. ambaye ameachilia And neno with lake. that word, Na hilo neno, those nets zile nyavu that could not get anything ambazo the zilishikwa na whole kukamata kitu night, usiku mkucha, now they are loaded with the sasa fish. zimejazwa I samaki. am here to declare, Kwa hapa kutangaza, even those hands hata zile that mikono have never held wealth, ambazo hazijaishika this utajiri, year they are going to hold wealth. mwaka huu zitashika utajiri. Those nets that could not get fish Zile nyavu ambazo hazingeweza for a kukamata whole samaki night, usiku when kucha, Jesus appeared Yesu and alipokuja released the word, na akaachilia those neno, nets were loaded. zile nyavu zikajazwa. Ninatangaza mwaka huu, I declare that mahali utaweka neti yako, where you are going to throw your net, haijalishi kama hiyo neti haishikagi vitu, doesn't matter haijawahi whether shika it vitu. has never caught anything. Jehovah God Mungu is wa mbinguni commissioning you. anakupatia Throw your net. wewe, shusha When you nyavu throw your zako. net, Ukishusha let nyavu the hand of zako, God, acha mkono who wa know Mungu, where the hand that knows where the fish are, mkono ambao unajua it's samaki going mahali to catch wamejificha, those fish atakamata wale and samaki put them in those na nets. waweke ndani ya zile It nyavu. doesn't need the effort of man. Haitaki bidii ya The mwanadamu, hand of God is more than mkono enough. wa Mungu unatosha. By the time you are removing the net, Kwa kati ambao unatoa nyavu, there is the manifestation kuna udhihirisho that this one is not the hand of a ya man. kwamba hii si mkono wa This mwanadamu, one is the hand of huu God. ni mkono wake Mungu. How can one net Ni vipi nyavu moja fill one boat? ijaze mashua moja, It was meant for one boat, na ilikuwa imetengenezewa mashua lakini moja, inajaza moja but it fills one na inabakisha, and it is remaining. wanajaza hii They ingine will now fill na another zote one, zinaanza kuingia and the ndani. same two boats are It is the sinking. manifestation Ni of udhihirisho the hand of God. wa mkono wa And Mungu. this is a proclamation Na hili ndio that tangazo I'm declaring to ambayo you. natawatangazia. Let God who is commissioning you, Acha Mungu ambaye anakutuma wherever you put your net, mahali ambapo utashusha nyavu you zako, never remove them empty. hatutawahi zitoa mkono What tupu. those nets could not catch, Kile ambacho wanadamu hawangeweza let kushika the hand peke of yake. God Acha mkono wa Mungu bring divine provision ukaleta upaji wa in the kiungu name of Jesus. katika jina la Yesu. Biashara ambayo hailetagi kitu, Business that is so dry, huu mwaka this year mkono wa Mungu the hand of God unaingia katika hiyo is biashara, getting to that business. itazalisha. it is going to bring Mikono forth. ambayo haizai kitu, The hands that do not bring speak fruit, to our hearts in the name of Jesus. nenda kwa mikono yako katika Declare, jina la my Yesu. hands, Tangazia mikono I yako declare to na you kutangazia mikono the yangu divine provision ya kwamba upaji wa that came kiungu upon the net of ambao Peter. ulikuja katika nyavu ya I Petero. declare that grace Tangaza hiyo neema is locating you inakupata in wewe the name mikono of yangu
Jesus, katika jina la you Yesu. get more than you can Utapata sustain, zaidi ya ile ambayo unaweza more than you can handle, ile ambayo iko zaidi ya ile because unaweza it is the beba. hand of God at work. Maana ni mkono wa Mungu ambao unafanya kazi. God can use anything, Mungu anaweza tumia and chochote, it becomes a blessing to you. alafu kinakuwa baraka kwako. At your word, Kwa neno lako I am launching my nets. mimi natupa nyavu Those zangu. nets Zile nyavu never came out empty, zikuwahi toka zikiwa because ziko tu. God has commissioned you. Kwa maana Mungu amekutuma, You are not going to be empty. hautatoka mkono This tupu. year God is going to load you. Mwaka huu Mungu atakusheheni. God is going to overwhelm you. Mungu atakushangaza. God is going to surprise you. Mungu atakushtua. Hallelujah. Amen. Because the hand of God Kwa is maana going mkono wa with you. Mungu unatembea na It is wewe. the commissioning of Ni God Mungu ambaye amekutuma, that is taking over. ambaye nakukutuma ndio Blow kunachukua your usukani. net. Wewe chusha It nyavu is zako. God who is ordaining you Ni Mungu ambaye to anakupaka throw mafuta those nets. uweze kuchusha zile So nyavu. this year, Kwa hivyo mwaka huu I want you to expand your vision. nataka upanue maono I want you yako. to add your faith. Nataka uongeze imani I yako. want you to know Nataka ujue that the net that cannot give you anything the whole night, ya kwamba nyavu ambazo haziwezi kukupatia chochote under the usiku kucha, commissioning of heaven, katika kutumwa na in mbingu, one instance, katika they can be moja tu, loaded. inaweza ikajazwa. And this is a grace Na hii ndio that is neema carrying you this year. ambayo inakubeba mwaka In huu. the name of Jesus, Katika jina la rise Yesu. up on your feet. I want you to declare, Nataka my utangaze, God, in the name of Jesus, Mungu wangu katika jina la my Yesu, nets are going to be loaded, nyavu zangu zitajazwa. because you are the one who is Kwa commissioning maana you. wewe ndiye ambaye I am unanituma. going in that grace Ninatembea katika ile that neema was following the net of Peter, ambayo ilifuata nyavu za Petero. and you are commissioning. Katika kutumwa na wewe Those Mungu, nets were overwhelmed zile nyavu zikabeba zaidi with ya the uwezo blessings of fish. na baraka za In the samaki. name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu Lord, Kristo. I am declaring, Bwana anatangaza, your hand hey, mkono shall wako be upon me, utakuwa juu ya maisha yangu, upon my hands, juu ya mikono in the yangu, name of katika Jesus, jina la Yesu, that which I've never seen ya kwamba kile ambacho sijaiona all these years, miaka hii yote it shall be seen this year. kitaonekana mwaka In huu the name of katika Jesus, jina la Yesu. this small thing Hii vitu vidogo that I have, ambazo niko God, nazo, you are going to use Mungu it utaitumia to bring great blessings kuleta baraka nyingi in zaidi my life. ndani ya maisha In the yangu. name of Jesus, Katika jina la everything Yesu. around me Chochote ambacho is going to kimenizunguka manifest the kitadhihirika, hand of God, kitadhihirisha the mkono wa presence of God. Uwepo wake Mungu. In the name of Katika Jesus, jina la Yesu. you are the Lord Wewe ndiye who Bwana is carrying me. ambao unanibeba. It is your hand Ni mkono wako that is carrying me. ambao unanibeba. It is you, Lord, Ni wewe Mungu who is commissioning me. ambao unanituma. When I went alone, Wakati nikienda peke I did yangu not get anything sitapata because chochote, I used my effort. maana natumia bidii I yangu, used my strategies. natumia mbinu na But when mikakati you yangu. commissioned me, Lakini ukinituma, Lord, hey, Bwana, I shall be overloaded. mimi nitakuwa nimesheheni I kabisa, shall be overwhelmed nitakuwa nimebeba by zaidi your blessings na baraka zako. in the name of Jesus. jina la Yesu. The way you did to Peter, Vile umfanyia you Petero, are doing it in my unafanya life. katika maisha It's yangu. not about hard work. Si kusuka bidii, It is more than that. ni zaidi ya bidii. The hand of God Mkono wa Mungu overtakes hard work. unapita, unaenda zaidi ya The hand mkono of wa God bidii. Mkono wa is Mungu more than smart ni working. zaidi ya kufanya kazi The katika hand uwezo wa of mwanadamu. Mkono wa God is Mungu more than any ni strategy. zaidi ya mbinu yoyote That ile, is the hand of God Hiyo ni mkono that wa we are Mungu declaring ambao tunatangaza shall sustain our ya marriage, kwamba utadumisha ndoa shall zetu, sustain our businesses, utadumisha baraka shall zetu, biashara sustain zetu, the work of our hands. utadumisha kazi ya In mikono the yetu. name of Jesus, Katika jina la Yesu. declare this, Tangaza hii, proclaim this. Tangaza hili. The Lord my God, Ya kwamba mwaka you huu are Bwana, blessing me, unanibariki and these blessings na hizi baraka shall remain in me. zitabakia ndani yangu. Everything that you have given Chochote me ambacho umenipatia shall remain. It kitabakia, shall be preserved in kitadumishwa the name of Jesus. jina la Yesu Every Kristo. hand of the enemy Kila mkono wa shall adui never rocket me, hautawahi nipata, shall never rocket my hautawahi business, pata biashara shall yangu, never rocket my wealth, hautawahi pata ushajiri shall wangu, never rocket my health. hautapata afya yangu. In the name of Jesus, jina la Yesu. every hand of the devil Kila mkono wa adui shall never rocket me, hautawahi nipata, shall never rocket my hautawahi hata business, biashara yangu, shall never rocket my family, hautawahi ona familia shall yangu, never rocket my hautawahi career ona taaluma yangu and my calling. na hata wito In the wangu. name of Kwa Jesus, jina la Yesu. the hand of God Mkono wa Mungu shall
carry me utanibeba this year mwaka huu. in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You have commissioned me, Lord. Bwana umenituma. And whoever you commission Na wale yote ambao has unatuma never failed. hajawahi I shindwa. declare Natangaza in your commissioning katika kutuma I na have Mungu. victories Niko na ushindi. in the name of Katika Jesus. jina la Yesu. You told the disciples, Uliambia wanafunzi when I sent you, wakati did you lack niliwatuma, anything? je, mlikosa They chochote? said no, Akajibu because hapana. it is the Lord Jesus Kwa maana ni Yesu who Kristo commissioned them. ambaye aliwatuma. They never lacked anything. Hawakuwahi kosa It chochote. is the Lord Ni mkono wa who is Mungu commissioning you. ambao anakutuma. In this commissioning, Katika kutuma huku, divine provision upaji wa kiungu shall be your portion utakuwa sehemu in yako. the name of Katika Jesus. jina la Yesu. God Mungu who is commissioning ambaye you anakutuma is going with you. anaenenda pamoja His na wewe. hand Mkono wake shall be upon you utakuwa juu yako. in the name of Katika Jesus. jina la Yesu. This is our declaration. Hii ni tangazo This letu. is our confession. Hii ndio tamko In the name letu. of Jesus. Katika jina la Yesu. Lord, Bwana, you sustain us. wewe tutumishe. You sustain our Bwana, blessings. tumisha baraka zetu. In the name of Jesus. Katika jina lake Lord Yesu. God Almighty, Bwana Mungu mkuu. sustain every blessing. Dumisha kila baraka. Sustain every family. Dumisha kila familia. Sustain, Lord, every career. Dumisha kila In taaluma the name Bwana. of Jesus, Katika jina la Yesu. I declare Natangaza that the blessings that you have given your people ya kwamba baraka ambayo umepea shall watu wako never be taken away from them. hazitawahi ondolewa kwao. What happened to Saul Kile kilifanyikia shall Sauli never happen to them. hakitawahi kuwatendekea. Whatever happened to Lot Chochote kilifanyikia shall Lutu never happen to them. hakitawahi In kuwatendekea. the name of Jesus, Katika jina la you Yesu. will sustain them Bwana and utawadumisha keep them na uwahifadhi. in the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Lord, Bwana, this is our hili declaration. ndiyo tangazo letu. We declare Na that tunatangaza these blessings ya kwamba baraka shall be sustained itadumishwa and your na manifestation udhihirisho wako shall be seen, utaonekana that your hand ya kwamba mkono is wako working in our lives unafanya kazi ndani in ya the maisha name yetu. of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. Lord, Bwana, in this grace katika hii I neema, commission your people. natuma watu I wako. bless your people Bariki watu in wako. the name of Jesus. Katika jina la Yesu They are Kristo. blessed. Wamebarikiwa. They will remain blessed. Watabakia They kubarikiwa. are elevated. Wameinuliwa. They shall remain elevated. Watabakia kuinuliwa. They are in good health. Wako katika afya They njema. shall remain in good Na hii health. afya wataendelea Their kuwa nayo. families are blessed. Familia zao They shall zimebarikiwa remain blessed. na wataendelea Their kubarikiwa. marriages is blessed. Ndoa zao They shall zimebarikiwa remain na blessed. hiyo baraka The work itaendelea. of their hands is Kazi ya blessed. mikono yao It shall imebarikiwa remain na blessed. hivyo ndio The itakuwa. level that they are today, Kiwango ambacho wako leo Lord, we declare, tunatangaza shall leo be the lowest itakuwa kiwango that ya shall chini ever be ambao watawahi kuwa in their nayo lives. katika maisha yao. The Lord God who sustains Bwana Mungu ambaye the anadumisha blessings, baraka, sustain them in wadumishe the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu. Lord God, Bwana Mungu, you blessed Abraham ulibariki Abraham even in the time of death. hata wakati ambao It was said that you ilikasemekana had blessed him ya kwamba ulimbariki with wealth, na utajiri and you blessed him Ulimbariki. until he reached mpaka akafika good old age. miaka yake ya uzee. When David was dying, Wakati Daudi alikuwa it was anakufa, declared ilitangazwa you sustained ya him kwamba with ulimdumisha wealth na utajiri and honor, na heshima and you satisfied him na ukamdumisha with many na days. miaka mingi. That was what was Na declared. hivyo ndio The ilitangazwa. power of sustaining. Nguvu ya This is kudumisha. a grace Hii ni that neema. you are releasing upon your people, Bwana, tunaachilia that kwa you are watu going wako. to sustain their blessings, Bwana, utawabariki. you are going to sustain Dumisha, them, utawadumisha. and you are going to bless them Na utawabariki. in the name of Jesus. Katika jina la Lord, Yesu. we give you praise Bwana, tukupa sifa. and we give you honor Tukupa heshima. in Jesus' Katika name. jina la Yesu. Somebody say amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri ya ushindi katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Amen.